Kabla hatujaomba, hebu kwanza tuchukue muda kusikiliza neno la Mungu, kisha tutaomba pamoja. Zaburi 106:1 inasema, msifuni Bwana. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake zadumu milele. Mstari huu ni mwaliko wa kukumbuka Mungu ni nani. Unatukumbusha kwamba haijalishi nini kinaendelea karibu nasi, daima kuna sababu ya kuinua sauti zetu na kumshukuru Mungu. Sio kwa sababu kila kitu katika maisha yetu ni kamilifu, bali kwa sababu Mungu ni mwema. Labda umefika mahali katika maisha yako ambapo kushukuru kunaonekana kuwa vigumu. Labda shinikizo la maisha limefanya iwe vigumu kuona baraka ulizo nazo. Labda moyo wako umechoka na unajiuliza kama bado kuna kitu cha kumshukuru Mungu. Kama wewe ni hivyo, niruhusu nikukumbushe jambo hili. Hukujifanya uamke asubuhi ya leo. Hukujiumbia pumzi katika mapafu yako, wala hukufanya moyo wako uendelee kupiga usiku kucha. Ilikuwa ni neema ya Mungu. Ilikuwa ni rehema yake iliyosema siku moja zaidi. Na kama umekuwa na chakula mezani leo, hiyo ni riziki. Kama una paa juu ya kichwa chako, huo ni ulinzi. Kama miguu yako bado inakubeba, kama macho yako bado yanaona, kama masikio yako yanaweza kusikia ujumbe huu, haya si mambo madogo. Hizi ni miujiza ya kila siku ambayo mara nyingi tunazipuuza. Wakati mwingine tunazoea sana baraka kiasi kwamba zinakuwa kama kelele za nyuma tu. Tunazoea sana uaminifu wa Mungu kiasi kwamba tunaanza kuutarajia bila hata kushukuru. Lakini ukweli ni kwamba bila upendo wake tungekuwa wapi? Bila rehema yake ni nini kingetuweka pamoja? Na Wakolosai saa 3:15-17 inaongeza uzuri mwingine katika wazo hili. Inasema, amani ya Kristo itawale mioyoni mwenu, ambayo mliitiwa katika mwili mmoja, tena iweni wenye shukrani. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Na kila mfanyalo, kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Kifungu hiki kinatuambia jambo la kina sana. Shukrani sio kusema asante tu. Ni namna ya kuishi. Ni kuruhusu amani ya Mungu itawale. Sio wasiwasi, sio uchungu, sio kujiona una haki ya kila kitu, bali amani. Na kutoka katika amani hiyo ndipo shukrani inazaliwa. Kutoka mahali hapo ndipo tunaitwa kuruhusu neno la Mungu libadilishe jinsi tunavyoishi, tunavyoongea na tunavyotenda. Shukrani inaingia katika matendo yetu, maneno yetu, ibada yetu na mahusiano yetu. Lakini mojawapo ya mitego rahisi kwa muumini kuanguka ni mazoea. Baraka zinapokuwa za kawaida, tunaacha kuziona. Maisha yanapokuwa rahisi, tunaacha kushukuru. Kila kitu kinapokwenda vizuri, tunaingia katika hali ya hatari ya kufikiri kwamba tunastahili siku nzuri na maisha rahisi. Lakini shukrani inavunja mawazo hayo. Shukrani inatufanya kuwa wanyenyekevu. Inatukumbusha kwamba kila kitu kizuri kinatoka juu. Kwa hiyo unaposema asante Mungu, usiruhusu iwe maneno tu. Acha itoke katika moyo unaoelewa kweli unachosema. Ndiyo, mshukuru kwa nyumba yako, familia yako, kazi yako na afya yako, lakini nenda zaidi ya hapo. Mshukuru kwa mambo aliyokulinda nayo ambayo hutawahi hata kujua. Mshukuru kwa milango aliyofunga hata kama wakati huo hukuelewa, kwa sababu sasa unaona kwamba alikuwa anakulinda. Mshukuru kwa kutokukupa kila kitu ulichowahi kulia na kumwomba. Kwa sababu kama angekupa, labda mambo hayo yangekuumiza zaidi kuliko kukusaidia. Ukweli ni kwamba hatujui daima jinsi ya kuomba kwa usahihi. Wakati mwingine tunaomba kwa hisia zetu bila kuelewa jinsi mambo hayo yataathiri maisha yetu baadaye. Lakini Mungu anaona picha nzima. Anaona jinsi uamuzi wa leo unaweza kubadilisha kesho yako.
Na kama mzazi mwenye upendo ambaye hawezi kumpa mtoto kisu kikali kwa sababu tu ameomba, Baba yetu wa mbinguni wakati mwingine anasema hapana au si sasa tunapoomba kitu ambacho kinaweza kutuumiza. Huo sio kukataliwa. Hiyo ni rehema. Na hiyo pia ni sababu ya kushukuru. Kwa hiyo leo jenga maisha ya shukrani. Usishukuru tu wakati mambo yanaenda vizuri. Acha shukrani iwe njia ya kuishi. Anza na mambo madogo kama ni lazima. Mshukuru kwa kukuamsha asubuhi ya leo. Mshukuru kwa kukupa nafasi nyingine. Mshukuru kwa kuwa mvumilivu kwako wakati bado unakuwa. Mshukuru kwa watu waliokuombea, kwa Biblia ulio nayo, kwa kukusaidia kuvuka nyakati ambazo zingekuacha umevunjika. Shukrani ina nguvu. Inalainisha moyo wako. Inakuleta karibu na Mungu. Inavunja kiburi, hofu na uchungu. Inafungua macho yako uone jinsi Mungu alivyo mwema na mkarimu. Hata wakati maisha yamekuwa magumu, acha maisha yako yote yaseme maneno ya Zaburi 106:1, msifuni Bwana. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake zadumu milele. Sasa hebu tuchukue muda huu kuomba pamoja. Baba wa mbinguni mpendwa, neno lako katika Yohana saa 3:16 linanikumbusha, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Mungu, ukweli huu hauzeeki kamwe. Kila ninapousikia kuna kitu kinaguswa ndani yangu. Ukusema tu kwamba uliupenda ulimwengu. Ulithibitisha. Ulitoa hazina yako ya thamani zaidi, mwana wako wa pekee Yesu Kristo, ili mimi mwenye dhambi niweze kuokolewa. Ungeweza kuniacha. Ungeweza kuniacha katika hali yangu ya dhambi. Lakini ulichagua rehema. Ulichagua dhabihu. Ulichagua upendo. Yesu, Mwokozi wangu, mfalme wangu, nakushukuru kwa yale uliovumilia msalabani. Nakushukuru kutoka ndani kabisa ya moyo wangu, hata kama siwezi kuelewa kikamilifu uzito wa yale uliofanya kwa ajili yangu. Unapofikiria kwa kina, ninanyenyekea kimya. Wewe, mwanakondoo wa Mungu asiye na doa, mtakatifu na asiye na hatia, ulichukua nafasi yangu. Ulidhihakiwa, ukapigwa, ukatukanwa na ukasulubiwa msalabani. Sio kwa sababu ulifanya kosa, bali kwa sababu ulichagua kubeba kile ambacho mimi nisingeweza kubeba. Hukustahili misumari iliyopenya mikono na miguu yako. Hukustahili taji ya miiba kichwani mwako. Hukustahili aibu, maumivu au uzito wa dhambi zangu. Lakini ulibeba yote. Kila jeraha, kila tone la damu, kila kilio cha maumivu kilikuwa kimejaa upendo. Sio kwa sababu ya wajibu, bali kwa sababu ya upendo mkamilifu. Uliona adhabu niliyostahili na ukaingia kati. Ukasema, nitakwenda. Ukatembea njia ya Kalvari ukijua gharama yake na hukurudi nyuma. Na hata sasa ukweli huo bado unaninyenyekeza. Nawezaje kukulipa? Ukweli ni kwamba siwezi. Hakuna kitu ninachoweza kufanya kulipia kile ulichonipa tayari. Lakini muujiza ni kwamba hauombi nikulipe. Unaniita niamini, nijisalimishe, nikuamini na nikufuate. Unanipa neema badala ya dhambi zangu. Unanipa uzima badala ya mauti yangu. Kwa hiyo, Bwana Yesu, kwa yote niliyo nayo nasema ndiyo. Ndiyo kwa upendo wako. Ndiyo kwa wito wako. Ndiyo kwa maisha ya kujisalimisha. Nakupa moyo wangu, akili yangu, ndoto zangu na hata udhaifu wangu. Nataka kuishi kwa ajili yako. Nataka maisha yangu yaonyeshe uzuri wa dhabihu yako. Nataka maneno yangu, matendo yangu na mawazo yangu ya kutukuze.
Kama Zaburi saa 7 na madakika 17 inavyosema, nitashukuru kwa Bwana kwa haki yake, nitaliimbia jina la Bwana aliye juu. Hilo ndilo ninafanya leo. Ninashukuru. Ninakusifu kwa sababu wewe ni mwema, mtakatifu na mwaminifu. Asante Yesu kwa zawadi ya uzima wa milele. Warumi saa 6 na madakika 23 inasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Bila wewe ningepotea, lakini uliingia na kuniokoa. Ulinipa zawadi kubwa kuliko zote. Asante pia kwa baraka za kila siku ambazo mara nyingi nazisahau. Asante kwa pumzi, afya, nguvu, paa juu ya kichwa changu, maji safi ya kunywa, chakula mezani na usalama wa kulala kwa amani. Haya yanaonekana madogo, lakini ni baraka kubwa sana. Najua sina kila ninachotaka, lakini nina kila ninachohitaji ndani yako Yesu. Wewe ni sehemu yangu. Wewe ni amani yangu. Wewe ni mlinzi wangu, mtoaji wangu, baba yangu na rafiki yangu wa karibu. Na ninapohisi kuchoka, ninakumbuka Maombolezo saa 3 na madakika 22-23, kwa fadhili za Bwana hatuangamii, kwa maana rehema zake hazikomi, ni mpya kila asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. Kila asubuhi unanipa mwanzo mpya. Hata baada ya makosa yangu, upendo wako hauishi kamwe. Ni muujiza kupendwa na wewe. Kwa hiyo Bwana, ninakusifu. Ninainua mikono yangu. Ninakupa moyo wangu. Unastahili sifa zote, utukufu wote na heshima yote. Wewe ni mfalme. Wewe ni Bwana. Ninalibariki jina lako takatifu. Asante kwa msalaba. Asante kwa neema. Asante kwa kuniwezesha kuamka leo. Asante kwa kila kitu ulichonifanyia. Ninakupenda Bwana. Ninakuamini na mimi ni wako. Katika jina lenye nguvu la Yesu ninaomba, amina. Na kama maombi haya yamegusa moyo wako, tafadhali andika amina kama ishara ya imani. Ninaomba kwamba kila baraka katika maombi haya iwe juu yako sasa katika jina la Yesu. Na kama unahitaji maombi maalum, tafadhali tujulishe katika maoni. Tutafurahi kukuombea. Neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nawe daima.